Acha tusome 2-3 Pink Master hapa. I hope mko poa, na kama wewe ni mgeni tafadhali subscribe. Chukua muda wako mfupi, subscribe to this channel. Subscribe, bofya ile like na bofya ile kengele ile, kwa sababu wakati na post na labda uko karibu utajulishwa, kikengele kitakujulisha. Sawa? Tafadhali sana, karibuni. Na naweza sema hii video ya leo wacha tulenge wale hawaelewi mchezo huu wa Aviator game, au naweza sema inalenga wale watu starters ama beginners. Sawa, wale wanaoanza. So nimekuja gundua kwamba kuna watu wengi hawaelewi ama ni nini naongelea kwa channel. Umeelewa? Anataka kuwa anajaribu kuwa yani katika aingiane na video, lakini anashindwa huyu jamaa anaongelea nini. Sawa? Yes, mimi ndo Pink Master, na mimi huwa na predict, na niko na ujuzi wa kupredict Aviator game. Niko na ujuzi wa kusoma mchezo, na niko na groups sawa za signals kwa Telegram, VIP signals, na niko na group ya class pale kwa Telegram. So na somo limepanda saizi, kwa hivyo jitahidi tafadhali, jitahidi sana. Somo limepanda, limefika 1000 ya Kenya na 21,000 ya Tanzania. Sawa? Ambapo kwa sababu gani? Hilo somo ni la manufaa. Hilo somo ni full. Yaani mimi niko hapo na wanafunzi, na siweti ni siku moja. Wewe ukiingia kwa grupu umeingia. Kazi yako hapo ni kusoma. Hujaelewa unauliza swali, kuna grupu ya kuchat. Tunafanya practical pamoja, tunaenda kama hujaelewa unashare idea yako pale kwa chat, unapata kuelewa na wenzako. Pia ukiuliza swali kama kuna mwenzako anaelewa, pia pale watu wanasaidiana. Na ndio maana nimeunda community kama hiyo ya kusaidiana sisi wa East Africa. Sawa? Kwa hivyo karibuni sana. Na kupata huu mchezo wa Aviator unaweza uliza wenzako. Kama wewe ni mgeni unaweza uliza wenzako, kwa sababu hii kitu imetrend. Kila mtu hata ukijaribu kuongea tu sasa, mtu atakwambia nenda mahali fulani upate huo mchezo. Kwa hivyo si kitu ya kutatiza. Sawa? Yes, nitaonyesha 1 2 3 vinya kufanya, lakini acha niende kinaga ubaga step by step, ndo nafikiri upate kufahamu na kuelewa zaidi. Yes, upate kufahamu na kuelewa zaidi ni nini tunaongelea, na jinsi ya ni nini ya kufuata, kanuni za kufuata za kufanya katika mchezo huu. Sawa, mchezo huu wa Aviator game ni mchezo wa bahati unaohusisha ndege inayopaa, na lengo la hiyo ndege ni kuchukua pesa. Kwa hivyo inafaa wewe unakuwa haraka una tap unakaa shout kabla ndege ianguka. Alafu ndege hii haisemi itaanguka wapi. Lakini endapo huko na ujuzi wa Pink Master, kama utakuwa wewe ni mwanafunzi wa kutoka pale kwa Telegram huko kwa class, itakuwa ni rahisi kuelewa, at least kubashiri hii ndege inaweza kwenda mbali gani, na ni muda gani wa kuja ile odi kubwa, odi nzuri ya Pink, na ni muda gani unafaa utulie usicheze mchezo huu. Sijui tunaelewana? Yes. Na unajua ndege hii inapopaa, wale wageni ukisha tap, si ndio? Inafaa ukue haraka kabla kwa sababu ukichelewa kuchukua dau lako linapotea, sivyo? Dau lako linapotea, si ndio? Yes. Kwa hivyo hapa chini nitaweka mwongozo wa jinsi ya kucheza mchezo huu wa Aviator. Sawa? Na njia salama zaidi sawa, yenye nafasi nzuri ya kushinda katika mchezo wa Aviator. Sisi tunaelewana, especially kwa watu wale beginners. Unajua beginners ndio wanaonewa sana na huu mchezo. Yes, kwa sababu anaweka scan twing, anaweka kidogo scan twing, anaweka twing. Kuja angalia hivi una kitu una chochote. Yes, sawa. Sasa kuna hatua za msingi za kucheza mchezo wa Aviator. Sawa? Hatua za msingi za kucheza mchezo wa Aviator. Sawa? Tunaanza hivyo. Kumbuka
subscribe tafadhali. Haya, unaambiwa tafuta mchezo huo, si ndio? Ukishapata, si ndio? Tafuta mchezo wa Aviator. Sawa? Labda kwa rafiki, kwa jirani, ama mwenyewe ukienda kwa mtandao ujue venye utaupata. Sawa labda inaweza kuwa uko nayo. Sawa? Alafu ukishafungua, weka dau lako kabla ndege ijaanza kuruka. Weka dau lako kabla ya ndege, yani unaweka stake kabla ndege ijaanza kuruka. Alafu hapa kwa kuweka stake, usiwe na tamaa watu waekagi yote. Kwa mfano uko na 20,000 ati unaweka yote. Ndege inaweza anguka, ikaenda zero flat ukapoteza zote. Kwa hivyo hii ni kama business yoyote ile. Kwa hivyo unachukua kama una 20,000 unachukua 100 tu ama 200, kwanza unaangalia mchezo. Unaweka, ukitoa katika odi ya 2 unapata 200, kutoka katika odi ya 3 unapata 300. Unavozidi kungoja ndivyo inakuwa na hatari ya kuanguka ndege. Sawa? Iko hivyo. Ni game, ndio maana inaitwa game. Unaweza bahatika ndege ikaenda mbali, ikaenda kama ikafika 50. Sasa 50 times 100 inakuwa 5,000, utakuwa umeshinda. Si tunaelewana? Haya. Kwa hivyo kitu cha kufanya, kitu muhimu katika beginners ni nini? Kitu muhimu katika beginners nini wanafaa wafanye? Kitu beginners ndio waone faida ya mchezo huu. Na sio beginners peke yake tafadhali. Hata wale watu mko na katika class. Kuna vitu pia katika video hii vinawafaa. Kwa sababu tunaambia katika mchezo huu watulivu. Tukiwa watulivu ndio tunapata mchezo mzuri. Usiwe na haraka, uwe na muda wa kusoma mchezo, si ndio? Alafu ukisoma mchezo, kuna mahali hapo amua, unafaa uamue kabla ndege haijapaa, si ndio? Hebu tufuatilie hapa tafadhali mwandishi. Kinaga ubaga ndio upate kuelewa zaidi, Sawa. Kwa hivyo ukiekelea ndege, inafaa unabonyeza cash out. Mahali kumeandikwa pale cash out, si ndio? Kabla ndege haijatoweka, kabla yani ijaanguka. Maana ukichelewa inafanya nini? Inaanguka chini. Sawa? Nafikiri tuko pamoja. Sasa kuna mikakati salama ya kucheza mchezo wa Aviator. Sawa? Kuna kitu inaitwa low risk strategy. Sawa? Yani hatari ndogo. Yani hiyo ndio inafaa katika watu wenye beginners katika mchezo huu. Sawa? Cash out haraka. Unatoa yani haraka, una cash out haraka. Mfano ikifika 1.30. Sawa? 1.30 hadi 1.50. Sasa hii italeta faida ndogo ndogo, lakini inasaidia kulinda dau lako. Sijui nataka mnielewe, inasaidia kulinda dau lako, manake wewe ndio unaanza na ndio wewe ndio upate morale. Lazima uone kama kuna progress ya kitu. Yaani uone kama mbona hapa napata shilingi 50, mbona nakaa kidogo napata shilingi 30. Si hiyo hela ya bure. Ujaenda kubeba zege, hela ya bure umeketi tu. Kwa hivyo inafaa utumie akili. Kumbuka pia wale wanataka kukuchukulia. Kwa hivyo huu ndio maana unaitwa mchezo. Sawa? Tuendelee. Hiyo inafaa kwa wachezaji wapya. Sawa? Yaani hii inaleta faida ndogo ndogo, lakini inasaidia kulinda dau lako. Inafaa kwa wachezaji wapya. Unamaanisha kwamba wachezaji yani beginners, kwa sababu waelewi nini wakufanya. So video hii itakufaa. Unatoa haraka ukiendelea kusoma mchezo. Unavozidi kukaa kwa mchezo utakuwa unajua ndege inaweza kuwa muda fulani, kumbe ndio inaweza paa mbali. Baada ya muda fulani inaharibika, inarudi zero. Inaanza kuleta mchezo mbaya. Ndio sisi tuelewana Haya. Sasa twende kwa strategy ya pili. Twende kwa mtindo wa pili wa kucheza kwa beginners. Mtindo wa pili wa kucheza Aviator game, si ndio? Unatumia kipengele kile kimeandikwa cha auto cash out. Sawa? Kipengele cha auto cash out. Kwa mfano unaweka odi ya 1.40 ambapo odi ndogo ndogo ndo zinapita nyingi.
ndio ziko na uwezo wa kukuja haraka haraka. The more odd inakuwa kubwa, inachukua muda mrefu ndio ikuje. Kwa hivyo kwa watu wanaoanza, odd ndogo kama ya 1.40 inakuwa nzuri. Hii itakusaidia kutotamani kusubiri zaidi. Auto cash out, unapanga mchezo wako kabla ndege haijaenda. Unajua ndege ikishaenda ikianza kupaa, unaona tayari inahesabu 100, 200, inahesabu 300, sijui inaenda 400. Roho inakwambia bwana, unajua inachezaga na hisia mchezo. Watu wengi wanasema inacheza na hisia. Sasa unabadilisha mawazo katikati, unasema awacha mimi ngoje itafika milioni. Unajua sometimes watu wanabahatika, na kuna watu wanabahatika kweli, lakini muda mwingi nafani inaanguka. Sasa ukitaka kuweza mchezo wa Vieta game, unaweka fixed, unaenda pale kwa auto cash out. Sawa, unaweka kulingana na mafunzo 1.40, at least 1.40. unajua hii itakusaidia kutotamani kusubiri zaidi. Yes, inakuwa vizuri kwa sababu mchezo uko na hisia. Hii inakusaidia kutotamani kusubiri zaidi. Sawa, tulimaliza hiyo. Twende kwa strategy ya martingale. Strategy ya martingale hii inasaidia kila mtu. Sawa, yani kila muda kurekebisha baada ya kupoteza. Kurekebisha baada ya kupoteza inamaanisha nini? Sawa, ukipoteza ongeza dau maradufu ili kurudisha hasara ukishinda. Kwa yamaanisha kila nikipoteza naongezea, kila nikipoteza naongezea dau. Sasa inamaanisha nikishinda inakuwa ushindi ni mkubwa. Hiyo inaitwa martingale. Sawa? Yes, na watu wanatumiaga sana, lakini ukitumia bila ujuzi ni kama kurisk, yani kwa sababu utakuwa uelewi ni wapi naitumia, kwa sababu unaweza tumia kumbe si muda wa pinki, si muda wa odd nzuri. Sasa inakuwa vipi? Like wewe umecheza mara 10, umeongeza 200, 300, 400, alafu 500, 600, alafu haikuja pinki, haikuja nini, utafanya nini? Utakuwa umepoteza hela mingi sana. Kwa hivyo hii itafaa wale watu wako kwa class kule Telegram. Wanajua muda gani wa pinki, wanajua muda gani wa 4+, wanajua muda gani odd ya 6, purple ya 6, wanajua yani purple kubwa yoyote wanaijua muda wake. Ni rahisi wao kucalculate, kufanya hesabu na kupata muda huo. Unaelewana? Kwa hivyo ukitumia martingale unaongezea, kila ukipoteza unaongezea, inamaanisha ikikuja hata kama ni 4+, hiyo capital profit inakuwa mzuri zaidi. Si ni kweli? Kwa hivyo hapa tunatoa mfano. Kwa mfano ulikuwa na shilingi 1000 ukapoteza, si ndio? Dau linalofuata litakuwa 2000. Likinapotea tena unaongeza inakuwa 4000. Sijui unaelewa? Sawa? Alafu hatari yake, yani inahitaji mtu wa mtaji mkubwa. Sawa? Na si salama sana bila mipaka. Si salama kweli, kwa sababu ndio maana mipaka ni kwamba inafaa ukuwe na elimu. Usicheze mchezo hii martingale kama huna elimu yoyote. Sawa? Ni hatari sana. Inaweza kumalizia kila kitu na kwa muda kidogo sana. Tafadhali usijaribu kama una somo la Pinky Master kucheza martingale. Narudia tena, usijaribu kucheza martingale. Sawa? Kama uko na ujuzi, umejua mahali umetoa, sawa, at your own risk. Sawa? Twende kwa strategy namba 4. Sawa? Ya kuweka dau mbili. Unaweka dau mbili tofauti, si ndio? Yes, weka dau mbili tofauti. Yani slot 1 unaweza amua weke, ndio maana nasema kwa group 4+, slot 2 6+, ama 4+, 10+. Sawa, inasaidia sana. Lakini ushauri wa wale watu wanaoanza, sawa, slot 1, sawa, slot 1 cash out mapema katika 1.40, blue ya 1.40, sawa. Alafu slot 2 ngoja, sawa, kubwa. Kwa mfano ikifika 3 au ikifika 2, wewe unayeanza, wewe beginner, wewe player mgeni, sijui unanielewa, wacha tamaa. Inakatika kuja kuangalia mtaji wote hakuna. Kwa hivyo tunakushauri kwamba cheza slot 1 1.40, ni nzuri sana. Ikifika 40 inakatika, hata kama itaenda mbele alafu
Ile slot ya pili weka down nini 2 odds na utumie cash out na 3 odds au 3 odds. Ukishakula slot 2 ongezea 4 odds, ongezea 5 odds, unaendelea. Ukianza kupoteza unarudi tena chini, unaanza tena 2 odds, 3 odds. Inakuwaga hivyo. Mahali umepoteza unaanza tena 2 odds, 3, 4, 5. Sio, unaelewana? Hivyo paka unaongezea hela. Yaani unapoanguka tu, unapopoteza, usipandishe sasa. Rudi sasa, anza tena mwanzo. Lakini ile slot ya kwanza ibaki pale 1.40, blue ya 1.40. Sawa? Yes, nafikiri mnanielewa zaidi. Haya. Unapunguza hatari ya kupoteza zote ukicheza hivyo. Sababu hii ya kwanza unajua sasa unatoa mapema. Alafu ratio sometimes inakuwa mjanja. Unatumia mimi katika masomo na prefer 2.1 ratio. 2.1 inamaanisha nikiweka 100 huku, kule naweka 100. Nikiweka 200 kule naweka 100. That's 2.1. Sasa katika ikitoka ikikasha out 1.40, yani nimerudisha mtaji kidogo. So nangoja faida katika slot 2. So hata kama slot 2 itakatika, sijapoteza vile nikingoja faida. Nafikiri tunaelewana. Sometimes I prefer 1.50 ndo kwa watu wanaoanza kwa 1.50. Blue ya 1.50 manake ukitumia 200, ikifika 1.50 blue ya 1.50, hiyo itakuwa imekulipa 100. Kwa hivyo ile 100 ya kule ya slot 2 ukikata mahali popote ni faida, sasa direct inaenda kwa mfuko. Mnashika hilo? Nafikiri mnaelewa. Ukikasha out popote, manake hii slot 1 kazi yake ni kufanya nini? Kuhakikisha inalipa ile slot 2. Hii sasa umeweka 100, ile nyingine umeweka 50. Kwa hivyo ikifika 1.5 inakulipa 50, ile 50 ile kule. So ikipotea unaweza ngojea bila pressure yoyote, ungoja ifike 5, isifike 6, hata ikianguka unajaribu tena. Nafikiri mnaelewa. Vidokezo muhimu katika mchezo wa Aviator. Sawa. Usicheze kwa tamaa. Sawa, usicheze kwa tamaa. Chukua faida ndogo ndogo badala ya kungoja odi ya 10, badala ya kungoja multiplier ya 10 au zaidi. Chukua faida ndogo ndogo wewe unayeanza. Na pia wewe ulie kwa class. Ndio maana nasemaga hakikisha kwa darasa ufanye mbinu yoyote, triki huko nazo nimekufundisha. Mbinu yoyote uwin katika win mchezo wako wa kwanza, tena mchezo wa pili, mchezo wa tatu. Ukishafika mchezo wa tatu nakwambia wasiwasi, roho haidundi tena. Uko sawa. Kitu utakuwa tu unafanya ni kuwa makini. Sawa, ile profit isipungue, isiende chini. Ukicheza pia zako vyako, profit inafanya nini? Profit inarudi chini. Si ndio? Kwa hivyo kidokezo kingine muhimu ni kwamba weka bajeti ya kila siku. Kila siku weke bajeti. Usicheze zaidi ya unachoweza kupoteza. Sio, mnaelewana? Yaani usitumie Aviator na capital yenye ujui ukipotea utairudisha vipi au inahitajika mahali. Tafadhali, mnanielewa? Lakini hiyo capital usitumwe hela ya shule alafu ujaribu kuweka kwa Aviator. Tafadhali. Usitumwe hela ya shule, usijaribu kutumia yani hela ambayo iko na mahitaji. Tafadhali nenda ufanye hayo mahitaji na hiyo hela. Hela ya mchezo wa Aviator ni hela yenye ni ya kando, yani yenye imebakishwa katika mahitaji. Yani endapo itapotea, hii itakuletea madhara wewe. Itakuletea madhara ya stress, itakuletea madhara ya kufikiria ama ya kuchukia mchezo huu. Sio, tunaelewana? Kwa hivyo ni akili tu, natumia akili. Kwa hivyo ukipata vidokezo hizi unapata unajisaidia. Sawa, kwa sababu nasema hivyo kwa sababu mchezo huu kama wewe una ujuzi wote, tafadhali ni hatari sana. Achia wenye ujuzi wanaelewa nini wanafanya. Sawa Unaweza batisha ukaangukia kweli. Ukaangukia, ukakula. Sawa, lakini kumbuka inakuinda nayo. Kwa sababu wewe hujui wapi itakuinda. Sasa hujui ni wapi itakuinda. Kwa hivyo inataka akili. Sawa, inataka akili. Na somo langu sio hela nyingi. Sio hela nyingi. 1000 ya Kenya. Na itapanda karibuni, itapanda. Ifika watu 40 ilipanda. Sasa ikifika watu 80 tena itapanda. Kwa hivyo mbidi yako.
kabla lijapanda, sawa kwa sababu hii somo liko katika yani watu wanalihitaji sana, watu wanalihitaji, sawa kwa sababu ni mchezo una trend na kuna watu wengi wamepoteza, wamekuliwa. Kwa hivyo nilifanya hivyo ndo watu at least wapate ujuzi kidogo, sawa wapate ujuzi na pia wajisaidie kimaisha, unaelewa? Yes, kwa sababu ujuzi huu Mungu ndiye amenipatia. Kwa hivyo natafuta mbinu yoyote mimi nipate tu kitu kidogo ya kulipa muda wangu, ndio na mimi nipate ile muda ya kufanya nini, ya kupatia ujuzi. Nafikiri mnaelewa sawa. Usitumie, ndio maana wanasema hapo usitumie mkopo au hela ya matumizi. Unaona venye nimewaambia, sawa? Hiyo ni masomo hiyo. Usitumie mkopo au hela ya matumizi katika mchezo wa vieta. Hizi ni vidokezo muhimu sana na nafaa uziweke akilini, sawa? Angalia historia ya mchezo ya awali. Wakati mwingine ndege huruka mbali, sawa, baada ya matokeo mabaya mfululizo. Sawa, wakati mwingine ndege huruka mbali baada ya matokeo mabaya mfululizo. Sawa Kwa hivyo unaambiwa study this game. Study. Naenda pale kwa history, ngoja nikuonyeshe mali una study mchezo. Hapa ndio una study mchezo hapa. Hapa ndio una study mchezo, unaangalia historia, ndio anamaanisha unaangalia historia ya mchezo unaenda namna gani. Inamaanisha kwamba kama kulipita odi nzuri nyingi muda mrefu, sawa, wewe unaanza. Inamaanisha odi nzuri zitakazokuja ni mbovu. Kukiwa na odi zile ndogo nyingi muda mrefu, si ndio? Umengoja kama kwa nusu saa. Inamaanisha mchezo hapo, kuanzia hapo nusu saa kwenda mbele unaweza bahatika mchezo ukawa mzuri. Sawa, hata bila masomo yangu unaweza bahatika. Ndo inamaanisha namna hiyo. Sawa, tuendelee. Kwa hivyo inasemekana uangalie historia ya mchezo wa awali. Ndio hiyo nimeonyesha. Wakati mwingine ndege huruka mbali baada ya matokeo mabaya mfululizo. Yes. Ukiwa na odds za blue nyingi, blue, sawa, hapo usicheze. Hapo unarambwa. Noma sana. Hapo unarudishwa 0. Sawa. Twende kwa hitimisho. Kwa hitimisho ya mchezo wa vieta. Mchezo wa vieta game unategemea bahati. Kama wewe huna somo la Pink Master, ama kama wewe huna ujuzi wote, inabidi utegemee nini? Unategemea bahati, nasibu, ndio ufanye nini, ushinde. Kwa hivyo unakuwa makini zaidi. Kwa hivyo ukijua una ujuzi wote, nenda kwa ile venye nimekwambia hapo nyuma hii video. Cheza wa blue ndogo zile za 1.40, upate tu katika ukika 50 unapata 20. Na unanielewa, utakula mara kadhaa, at least unaweka 100, unaweka 50. Ukiendelea kujua, si kama mtu kutoka bure. Tafadhali. Umeelewa alafu cheza wakati blues zimepita nyingi. Kama unaona blues zimepita mara kadhaa, blues tuseme kama blues kama 15, yani umekuja papo, afu kakuja blues kidogo, umekuja nini, afu kakuja zikafuatana blues, afu zikiwa na line. Sawa Sasa inamaanisha baadaye purple zitajaribu kushikana, ambapo katika hizo purple ndio utapata 1.40. Unaelewana Yes. Kwa hivyo mchezo huu wa vieta game, sawa, unategemea bahati nasibu. Yes, kama una ujuzi na nataka inafaa utumie mikakati mizuri, mikakati yani mbinu, sawa kama Pink Master tricks ambapo zitakusaidia, kama hii trick moja ya basic ambayo ni dakika 4 dakika 5, si ndio? Na mbinu ya dakika 4 dakika 5 nafikiri unaifahamu, si ndio? Yes, kwa sababu unakuja hapa kwa mchezo alafu unaangalia pinki iko wapi. Acha tuangalie tu pinki hii. Hii nishaonyesha, lakini acha nirudie hapa. Hii ni 23, unaona dakika ya 23 na ukiongeza dakika 4 5, sawa, dakika 23. Tuangalie kama pinki ilikuja hapa 20, ndio hii hapa sawa. Napata dakika 4 dakika 5 pinki ilikuja, sawa. Yes. Na hii hapa nyingine kuongeza dakika 5 napata pinki nyingine ilikuja hapa, sawa. Kwa hivyo dakika 4 dakika 5 ndio default ya mchezo.
32 sorry. Anaongeza hapa dakika ngapi? Ndio hiyo. Dakika 4, dakika 5, 36 tunapata pinki nyingine. Ndio hivyo sasa namaanisha. Hiyo ndio basic. Hiyo ndio basic, lakini kama wewe ni mgeni tafadhali kuwa makini. Unahitaji masomo zaidi ama full lesson naweza sema kutoka kwa Pinky Master. Uelewe. Unaona sasa mchezo umeisha. Kwa hivyo hapa prediction unakosa pinki unaanguka. So inafaa ujue wakati gani group ya pinki inaanza na wakati gani formation ya pinki inakwisha. Ndio sasa uache kufukuza hodi kubwa. Tuelewana Haya, tuendelee na vidokezo jamani. Tuendelee na vidokezo. Sasa tulifika kwa hitimisho. Sawa Yes. Kwa hivyo mchezo wa vieta unategemea bahati nasibu, ndio nimeshasema hiyo, na mikakati mizuri, si ndio? Yes. Mikakati, yani ukiwa na mikakati, mbinu kama za Pinky Master unashinda. Alafu unafuatilia na ufuatiliaji wa mwenendo. Sawa, kunaweza kuongezeka nafasi ya kushinda. Kamwe usione kama ni chanzo cha kipato cha kudumu kama wewe huna ujuzi wote. Wale wako na ujuzi wanaweza mimi nimeendelea sababu niko na ujuzi wa kudumu. Niko na ujuzi wa kudumu na kipato ninachopata pale ni cha kudumu kwa sababu najua ni wapi kwa kusimama, ni wapi kwa kuanza. Tuelewana Yes. Unaelewana? Haya, kwa hivyo wewe kama wewe ndio mwanzo, usitegemea vieta kulipe nyumba, ifanye nini, lipe school fees, nini, na una ujuzi wote katika akili. Yes, hivyo ndo inakuwa. Yaani ichukulie kama burudani tu, entertainment, ndio? Sawa Haya. Hivyo ndo inakuwa. Sawa. Twende kwa mpango wa kila siku, mpango wa wadau wa kila siku. Sawa? Si ndio? Yes. Wakati wa kila siku wa kucheza mchezo wa vieta. Smart strategy plan. Malengo ya kila siku. Sasa wewe wakati unaanza mchezo huu kuwa na malengo. Sawa? Kama hapa tunapewa kwamba lengo la faida. Sawa? Kuanzia 1500 mpaka 10000. Yaani hiyo ni lengo lako. Kwa hivyo inamaanisha ikifika 10000 au ikifika 1500 unafanya nini? Ama ikifika 10000 ndo highest, wewe unaondoka. Yaani unaondoka hapo, manake hapo mchezo ukiharibika unarambo. Ushasikiaga kurambwa. Inaenda tena zote. Inaenda paka zile zenye ulikuwa umezificha chini ya mchanga. Unaelewa? Haya. Kwa hivyo unakuwa na malengo. Muda wa kucheza. Sawa? Muda wa kucheza katika mchezo wa vieta. Usicheze sana, utachoka akili. Jipangie wakati, kuwa na timetable. Usichanganye vieta ikakuharibia masomo, ikakuharibia kazi yako yenye unafanya kila siku. Vieta ikuwe ya mwisho. Mchezo wa vieta ikuwe mwisho. Sawa ambapo dakika 20 mpaka 30 tu kwa kila siku. Epuka ulevi wa mchezo huu. Endapo unapoteza, unataka kurudisha. Ukipoteza, unasema na atacheza tena nirudisha. Ukipoteza paka inafika 20,000, nataka kurudisha. Kila siku utakuwa ukisema nataka kurudisha, lakini zinaongezeka. Ikifika 20,000, nataka kurudisha 20,000. Nimekuliwa sana. Inafika mahali umepoteza paka 30,000, unatafuta loan ya 30,000, uweke upate odi ya 2. Ndio unajua watu wanatumia akili mbaya. Odi ya ngapi? 2. Anatafuta odi ya 2, anaweka tu malipopote, anaweza bahatika 30,000. Aike boom, iende mara moja, iende 60, ilipe ile pesa nyingine. My friend, usifai fanya hivyo ndugu yangu, mama yangu. Usiwahi fanya hivyo hata siku moja. Tafadhali usijaribu. Huu ni mchezo wa vieta game. Unasikia? Hii ni game. Unajua maana neno game? Gameplay. Yaani tunacheza hata sisi na ujuzi, lakini ndio maana tuko na mbinu ya kucheza, manake lazima chasing. Tukijua pinki iko katika 14-15, unaanza polepole katika dakika 14, hapo katikati inakuja pinki unaomoka. Umeelewa Yes, lakini si eti round moja, hakuna cha vieta round moja unaweka hivi
unaweza predict useme odi ijao ni 2, au wezi inakuja ile moja 100 Sasa kulia na jamani, Mungu anisaidie. Saidieni jamani. Tafuta Pink Master. Atakuwa ufundisho. Unaona? Sawa, tuendelee. Alafu muda hiyo ni lengo la faida nimesema. Sawa Alafu kikomo cha hasara. Yaani mwisho wa losses. Yaani unajiwekea. Mimi nikipata loss 3,000 naondoka. Nikipata loss 5,000 naondoka, na ngoja siku ni mbaya. Nyinyi wachezaji wapya nawaambia, sawa Nimeshasema muda wa kucheza. Sasa kuna mpango wa dau. Sawa? Plani ya kuweka dau. Yako. Lazima kuwe na plan. Sawa? Tutatumia mfumo wa low risk progression strategy. Sawa? Tutatumia mfumo wa low risk strategy. Sawa? Progression strategy ambapo kwa faida ndogo, sawa, na uhakika. Haya, iko hapo mfumo nimekuwekea, ndio hiyo. Unaona hiyo mzunguko. Sawa Yes. Kwa hivyo hii utakuwa unaangalia game, usicheze mfululizo mwanzo, angalia mchezo. Unaweza cheza moja una skip, ukiona blue 3 4, afu tena unajaribu tena unakula. Ukiona blues zimepita 3 tena, ama blues zimehesabu 2 unajaribu. So hivyo ndio unahesabu mpaka unafikisha 1 2 3 4 5, si ndio? Yes. Kwa sababu hivyo ndio inakuwa. Sababu mchezo wa Vieta huwezi sema eti mchezo mitano zote itaenda 140. Naona ambapo number 1 500 unatumia 140 unapata 200. 1.40 sorry. Mchezo wa pili tena 500 1.40 unapata 200. Mchezo wa tatu unatumia 500 tena 1.40 unapata 200, na mchezo wa 4 unapandisha unatumia 1000 afu unapunguza unaweka 1.30. The more big stake the more punguza, sababu sababu faida ni kubwa kwa vyote. Sawa tunacheza mara 2 na kwa mchezo ngapi? Mchezo 5. Jumla ya faida ya raundi 5 unapata ni 1200. Tuelewana? Sasa angalia ukipoteza angalizo. Twende kwa formula nyingine ambapo funzo lingine hapa. Ukipoteza raundi 1, usikurupuke kurudisha hasara haraka wewe. Utaliwa wewe. Utaisha. Subiri ndege zenye multiplier chini zipite ndipo wewe weke dau lako tena. Kama hivi. Yaani ungoje hizi blue zipite ndio uweke dau. Sawa? Unangoja mchezo hivi, unaona mchezo hapana ueleweki huu. Afu baada muda fulani unaipatia muda, yani unakuwa na akili. Yani hii 36 unaweza patia muda calculation. Hii 36 paka hapa 36 paka 43 ambapo ni ni 8 minutes. 8 minutes. Kwa hivyo unangoja dakika 8. Ukiona mchezo mbaya, ngoja dakika 8 ama 10. Sawa, unakuwa creative, unangoja dakika 8 ama 10, una click mahali mchezo mbaya umeanzia. Sawa, una click unaangalia time, so ndio ufanye calculations baada dakika 10 ni wapi ndio uanze. Na katika unaona kabisa hapa kwa purpose, unaona blues imeanza hapa dakika 10 nzima, afu purpose zikacheza hapa. Kwa hivyo hapa ningecheza mchezo 5 nipata faida. Nafikiri mnaelewa vizuri watu wangu Yes. Sawa. Subiri ndege. Sawa Twende kwa mfumo wa hesabu. Kuna mfumo wa hesabu ya hatari, yani bankroll management. Sawa, jumla ya bajeti ya shilingi 5,000. Sawa, asilimia ya dau kwa kila raundi yani kucheza ni 10%. Sawa, ya bajeti yako, yani 500. 10% of 5,000 ambapo unatumia 500. Sawa, ikifika
2 times, yani purple ya 2. Sawa? Faida ya bajeti una 10,010. Si kweli? Kwa hivyo ondoka na usitake zaidi. Ondoka, yani ukipata 100% profit, weka 5,000 ukapata 5,000, ondoka usitake zaidi. Huu ndio mchezo wa Vieta Game ulivyo. Unataka hivyo. Ukikaa hapo mchezo utakukuta ule mbovu. Piu piu. Takuramba zote. We, noma hiyo. Noma. Kwanza ile mlio wa ndege ile inakuaga mbaya sasa. Nashtua roho. Mimi nilikuwa naizima nikianza. Nilikuwa naizima naweka off. Kwa naizima mimi. Sababu yani kila ikilia roho ndio yazidi kudunda. Ule mlio ikilia nitakuonyesha mahali unaizimia. Unazimia hapa hivi. Unaona hapa kuna settings. Sawa? Hii hapa sound, unaona? Unazima hapa, unawazima hapa. Unazima muziki, unazima sound. Sasa italia ndege. Yes. Sasa ile mlio itakuwa ili unacheza kimya kimya, isije kukupatia pressure. Isije kukupatia nini? Kukupatia pressure. Yes. 2 wakati mmoja. Mfumo wa dau 2, unaweka slot 2 kwa wakati mmoja, ambapo slot 1 ni dau dogo la 300. Sawa? Alafu una cash out haraka na utumie auto cash out katika blue ya 1.30, kati ya 1.30 na blue ya 1.50. Sawa? Sijui tunaelewana? Yes. Ambapo faida faida ukipata itakuwa ngapi vile? Itakuwa kama 150. Yes, 150. Hiyo ni slot 1. Alafu ile slot ya pili ambapo Mike unacheza ni slot 2. Pia dogo pia. Wewe sasa unaanza. Alafu subiri hadi 2.50. Kati ya 2.50 purple na 3.00 purple. Unaelewana? Nafikiri mnaelewa vizuri, au sio? Yes. Usije ukalia machozi. Inakuwa si fresh. Alafu faida ukikosa, sawa, ukikosa ile multiplier ndefu ile kubwa, unaweza kupata faida na hizi hizi round ndogo ndogo, hizi multiplier ndogo ndogo, sawa, ukifanikisha slot zote 2, sawa, unapata faida kubwa. Hiyo ndio ukweli, sawa. Kwa hivyo hii slot unapata inakusaidia, inakurudishia ile stake. Nakumbuka tafadhali tafadhali kitu katika hii video utakusaidia sana kama unaanza mchezo wa Vieta Game, sawa. Yes. Tafadhali support video hii, share kwa wenzako, kwa ndugu zetu. Kuna ndugu zetu wanapoteza. Na somo liko pale. Kama kuna mtu anajiweza, unaingia kwa somo tu. Unasoma kama wenzako wako pale wanasoma kila siku. Kila siku wanasoma. Somo liko hapo. Sio somo la siku moja my friend. Kuna somo topic ya kupredict pink. Kuna somo ya kupredict pink kubwa. Kuna somo ya kupredict mchezo mzuri. Kuna somo ya kupredict purpose. Kuna somo la kusoma patterns, yani hizi pattern vile zinajipanga unasoma. So na masomo mengi zaidi, sawa. Yes, kuna signal, kuna namba fulani lakini iko kwa somo. Yeah, VIP. Kuna namba fulani kikuja akosi pinki mbele. Yani kuna namba fulani, namba odd. Nafikiri unanielewa. Hiyo odd ukiiona, yani hiyo tayari itakwambia hata mbele ukicheza upotezi. Au potezi huko mbele ukicheza upotezi. Yani inaonyesha kwamba pinki bado zinaendelea. Sio, unaelewana? Yes, wewe afaa ufike huko ndio ujionee mwenyewe, utashangaa. Utashangaa feri. Yes, utashangaa feri. Tahadhari. Twende kwa tahadhari muhimu wakati tunamalizia. Tahadhari muhimu katika mchezo wa Vieta Game. Tahadhari muhimu. Sawa? Usifuate ndege zilizoruka juu mfululizo. Usifuate ndege zilizoruka juu mfululizo. Mara nyingi ufuata ndege fupi. Mara nyingi ufuata ndege fupi. Yani low multipliers. Yani kwa mfano hizi multiplier zimeruka juu, yani 20,
50, unaona 100 zimefuatana mfululizo. Yani inamaanisha kwamba wewe kuwa makini kwamba zimeshachukua muda na watu, kwamba kampuni imepata hela, kwa hivyo ni rahisi zile mbaya zikuje. Sawa? Yes, zile mbaya ni rahisi zifuate. Sawa? Kwa hivyo usijidanganye, na ni mara hii tu, daima zingatia mipango yako. Sawa? Yes. Point ya mwisho kabisa, epuka kutumia mikopo. Nimeshasema usitumie loans katika mchezo huu wa Aviator game tafadhali. Mchezo huu ufanye kama entertainment, kama unaanza mpaka ile siku utapata masomo ama utapata ujuzi. Na tafadhali hakuna kitu inaitwa predictor app, hakuna kitu inaitwa nini sijui nini predictor, hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu inaitwa sijui nini predictor, katana na hiyo ni urongo. Sawa? Usitumie mkopo wa simu au hela ya familia. Tafadhali wewe mwanafunzi, ufai hata kuwa katika mchezo huu. Mchezo huu ni wa miaka 18 na kwenda mbele. Usitumie hela ya familia kabisa. Sawa, usitumie pesa ya project katika mchezo wa Aviator, usijaribu. Unaelewana Tafadhali subscribe, usikose kusubscribe, tuko pamoja na nitazidi kuposti video nyingi zaidi. Asanteni kwa muda huu. See you the next coming video. Bye bye.